Katika mambo hayo matano, mambo manne katika hayo wote ni mashahidi hapa. Kelele zake zimeanza kusikika hata kabla ya uchaguzi mkuu. Watanzania kuhitaji nidhamu kwa viongozi wetu, kwa watumishi wa umma. Watanzania kulaani na kuchukizwa na kukataa kabisa utekaji. Watanzania kuchukizwa na ubadhirifu wa mali za umma na serikali, si ndio? Lakini Watanzania kudai katiba mpya. Hayo mambo manne kati ya matano ni mambo ambayo yamewahi kupigiwa makelele hata kabla ya uchaguzi mkuu wetu wa mwaka 2025. Jambo la mwisho, kama nilivyoliweka kuwa la mwisho, la kelele za Watanzania juu ya kuchukizwa, kulaani, kuumia vikali na raia kupoteza maisha, raia kujeruhiwa, mali binafsi na za umma kuharibiwa pamoja na kuibiwa, miundombinu yetu kuharibiwa. Hilo la tano limekuja wakati na baada ya nini? Ya zoezi la uchaguzi mkuu, si ndio? Kumbuka hili la tano matokeo yake yalianza siku ambayo wanaharakati waliibariki siku hiyo kuwa ndio utakuwa ni mwanzo maalum wa kufanya kazi yao ya kushughulika na matatizo manne niliyotanguliza hapo awali, kama umenisikia vizuri. Matokeo ya kile kilichofanyika Oktoba 29. Swali la kwanza, hatuoni kwamba tumeongeza ukubwa wa matatizo tuliokuwa nayo ndani ya taifa? Ama hatuoni kwamba tumeongeza idadi ya matatizo ndani ya taifa katika listi ya matatizo tuliokuwa nayo kabla ya Oktoba 29, 31? Hivi sasa taifa letu lina records ya matatizo mapya yatokanayo na mikakati hovu na batili ya wanaojiita wanaharakati ambazo zilifanyika Oktoba 29, 30 na 31. Taifa letu sasa lina record ya maumivu makubwa ya vifo vingi vya wapendwa wetu. Taifa letu lina record ya majeruhi wengi. Taifa letu lina record ya uharibifu wa miundombinu mingi na mali binafsi na umma. Taifa letu lina record ya kurudishwa nyuma kiuchumi kwa Watanzania walio wengi. Taifa letu sasa hivi lina record ya hofu, kwani wapo ambao mpaka leo wanahisi yale yaliyotokea yanaweza kujirudia. Taifa letu sasa hivi lina record ya chuki iliyokithiri.